chakula kwenye mgahawa. Na wakati huo mlangoni alikuwepo ombaomba mwenye njaa, alikuwa akimtazama kwa usongo. Baada tu ya msichana yule kumaliza kula, ombaomba yule aliingia ndani na kwenda kula chakula kile alichokiacha yule msichana. Lakini ghafla mhudumu wa hoteli hiyo alimsogelea kwa hasira na kumuuliza kwa nini anakula chakula kile. Alimnyang'anya chakula kile na kwenda kukitupa kwenye chombo cha taka. Ombaomba yule alibaki na huzuni na kuamua kuinuka ili aweze kuondoka. Lakini ghafla kabla hajaondoka, mhudumu yule alirudi na sahani yenye chakula kizuri, akamwambia akae ale chakula. Ombaomba yule alimwambia kuwa hana hela ya kulipia chakula kile. Akamwambia hapana, hiki nimekununulia mimi na nitakilipia mimi. Wakati ombaomba anajiandaa kula chakula kile, mmiliki wa hoteli aliingia na kuanza kumfokea yule mhudumu. Akamwambia kwamba hiki sio kituo cha kusaidia ombaomba. Kwa moyo mkunjufu, mhudumu yule akamwambia bosi wake kuwa chakula kile atakilipia. Lakini bosi wake aliendelea kumfokea, na wakati huo ombaomba yule akiona kila kitu. Baada ya bosi kuondoka, mhudumu yule alimwambia ombaomba ale chakula chake kwa amani wala asiwe na wasiwasi. Baada ya kumaliza chakula chake, ombaomba yule aliandika kikaratasi cha shukrani kisha akakiacha pale mezani. Mhudumu yule alipoingia na kukiona kile kikaratasi, alifurahi kwa kuona kuwa alifanya jambo la utu. Lakini tajiri yake aliporudi alianza kumngonga na kumwambia maneno ya kejeli. Lakini mhudumu yule kwa tabasamu alimwambia bosi wake kuwa wanatakiwa kufanya utu na kuwasaidia watu wasiojiweza. Lakini bosi wake akamwambia fanya mambo hayo nje ya hoteli yangu na sio hapa ndani. Siku iliyofuata ombaomba yule alirudi na muonekano tofauti kabisa. Akaingia kwenye mgahawa ule, lakini yule mhudumu hakumgundua kabisa. Alipokaa tu, kijana mwingine ambaye naye ni ombaomba aliingia, lakini mhudumu yule alimfukuza. Yule ombaomba alimuuliza kwa nini anamfukuza kijana yule ombaomba. Binti yule akamjibu, mimi sina uwezo, natamani sana kuwasaidia watu wasiojiweza, lakini bosi wangu ni mkali sana, ananitishia kunifukuza kazi kama nitaendelea kuwasaidia ombaomba tena. Mtu yule akamwambia nenda kamuite yule kijana, mimi nitalipia chakula chake. Mhudumu yule alitoka na kwenda kumuita yule kijana ombaomba. Kisha mtu yule akamwambia mhudumie chakula chochote anachokitaka, mimi nitalipia. Mhudumu yule aliingia ndani na kwenda kumletea chakula yule kijana. Kisha mtu yule alimuonyesha mhudumu karatasi kama ile aliyoandika jana ya kumshukuru. Mhudumu yule alibaki mdomo wazi kwani hakumtambua kabisa. Lakini mtu yule akamwambia ndiyo, ni mimi ombaomba yule uliyenisaidia chakula jana, lakini kuna jambo la ziada. Ukweli ni kwamba mimi sio maskini, mimi ni tajiri. Huwa napenda kuzunguka na kutafuta watu wenye roho nzuri na wenye moyo wa utu kama wa kwako. Natamani uendelee kuwa na moyo huo wa kusaidia wasiojiweza. Mwishowe mhudumu yule alimuuliza leo utakula chakula gani? Mtu yule akamwambia nitakula chochote utakachonihudumia. Wakati mhudumu yule anakwenda kumletea chakula, mtu yule alinyanyuka na kuacha kiasi cha pesa pale mezani kama zawadi kwa mhudumu yule kwa kuwa na moyo wa utu. Mhudumu alipoziona pesa zile alifurahi na kumshukuru sana mtu yule. Ukweli ni kwamba siku zote ukitenda mema na mema yatakufuata popote pale ulipo.